Karibu tena kwenye mfululizo wa masomo ya siri ya nguvu na ushawishi katika maisha. Baada ya kuona namna ya kujifanya mjinga ili kumkamata mjinga, leo tunaingia kwa undani zaidi kwenye sheria 3 zinazofuata, ambazo zitakupa jeuri na mamlaka ya kutawala mazingira yoyote unayokuwepo. Kama unataka kujua jinsi ya kugeuza udhaifu wako kuwa silaha na namna ya kucheza karata zako kwa akili, shika kiti chako vizuri. Kama bado hujajiunga na familia yetu hapa YouTube, bonyeza kusubscribe sasa hivi ili uwe mwanafamilia wa nguvu wa chaneli hii. Na kwa wewe unanitazama kupitia TikTok au Facebook, gonga alama ya follow hapo juu, kisha nenda moja kwa moja kwenye bio yangu. Kuna link nimekuwekea hapo, itakupeleka moja kwa moja kwenye chaneli yetu ya YouTube ili ukasubscribe na kuwa mwanafamilia wa dhati. Gonga hiyo link sasa hivi, kisha tuwashi moto. Hii ni Frank Media. Sheria ya 22 inasema, tumia mbinu ya kujisalimisha kugeuza udhaifu kuwa nguvu. Use the surrender tactics, transform weakness into power. Kitabu kinatupa usemi mzito unaosema, unapojisalimisha, unamnyima adui yako uhuru wa kukupiga na kukuonea. Mfano mzuri mtaani, unapokutana na mtu mwenye mamlaka au bosi mwenye hasira anayetafuta sababu ya kukufukuza au kukuharibia, usibishane naye. Ukijisalimisha kwa nje na kukubali yaishe, unamfanya ashushe silaha zake, na hapo unajipa muda wa siri wa kujipanga chini kwa chini ili uje kumpindua wakati sahihi utakapofika. Sheria ya 23 inasema, kusanya na weka nguvu zako sehemu moja. Concentrate your forces. Kitabu kinatupa nukuu ya dhahabu inayosema, nguvu inapatikana kwenye mkusanyiko na sio kwenye kutawanyika. Mfano halisi wa kibiashara, badala ya kufungua biashara 5 tofauti kwa wakati mmoja na zote zikafa kwa kukosa mtaji na usimamizi, chagua chimbo moja lenye uhakika na weka akili yako yote, mtaji wako wote na nguvu zako zote hapo mpaka itoboe. Unapoweka nguvu zako sehemu moja, unakuwa kama mionzi ya jua inayoweza kuchoma kitu kikavu kikikaa sehemu moja bila kucheza. Sheria ya 24 inasema, cheza nafasi ya kuwa mshauri mwerevu na wa kifalme. Play the perfect courtier. Kitabu kinatupa ukweli mchungu unaosema, mshauri wa kifalme anatawala ulimwengu kwa sababu anajua jinsi ya kucheza na saikolojia ya wafalme. Mfano mzuri kazini au kwenye vikundi, usitake kuwa yule mtu wa mbele kabisa anayeonekana anajua kila kitu na kupokea mishale yote ya maadui. Badala yake, kuwa mtu wa karibu, wa siri, mwenye akili, unayotoa ushauri kwa wakubwa huku ukiwapa sifa na kuwafanya wajione wao ni werevu. Lakini kiuhalisia, wewe ndiye unayeshika remote ya akili zao na kuongoza maamuzi yao yote. Maisha ni mchezo wa kiakili, na mwenye mbinu za siri ndiye anayeondoka na ushindi. Kati ya sheria hizi 3 tulizoziona leo, ni sheria gani unaona inakusaidia zaidi kwenye harakati zako za kila siku mtaani? Shusha maoni yako hapo chini kwenye comment. Mimi nitapita nayo yote kuona mtazamo wako. Kama bado hujajiunga na familia yetu kule YouTube, gonga subscribe sasa hivi. Na kwa wewe uliopo TikTok na Facebook, usiondoke hivi hivi bila kubofya ile link iliyopo kwenye bio ya lifestyle yangu sasa hivi. Itakupeleka direct YouTube ukasubscribe ili wewe unapokea madini haya makavu kila wiki. Hii ni Frank Media. Tukutane kwenye madini yanayofuata. Stay sharp.